kwenye hilo swala la divine connection ni kitu ambacho I'm sure watu wengi sana wanatamani kufahamu, kwa sababu mtu anajiuliza mbona naingia kwenye mahusiano alafu sikai muda mrefu, na kuna wengine mpaka wanaolewa kabisa lakini ndoa yake haiwezi kukaa muda mrefu, unakuta ni mwaka mwingine, yani imeisha tu harusi, yani wiki hata haijaisha lakini mtu wanakuwa wameshaachana. Kuna kitu gani ambacho ile ndo yeye, yani naona kama kuna namna kama ni kwa hili. Sasa tunaomba tusaidie kwanza kwenye hilo, kwenye upande wa divine connection. Divine, nashukuru sana kwa swali hilo na asante kwa muda mzuri. Divine connection haipatikani, haianzi mwilini. Divine connection inaanzia rohoni. Yesu alikwenda kuomba mlimani kwa siku 40. Halafu alivotoka ndio kaanza kuita wanafunzi wake. Kwa hiyo alishaanzia kule. Na watu wengi kwenye mahusiano inaonekana kama yanaparaganyika, yanakimbia kwa sababu hakuna mtu kabla hajampata hata huyo mtu akaanza kuomba. Kwa hiyo wengi wanafeli hapo. Na wote wanatutazama leo, kama una mchumba, hujaolewa, hujaoa, anza kuombea mchumba, mume wako, mke wako mtarajiwa leo. In Jesus name. Hallelujah. Yeah. Watoto wangu wa kwanza na miaka 21, wa pili miaka 17, nawaambia waombe kwa ajili ya wake zao hata kama hakuna. Hiyo ni changamoto. Wanakuwa hawaombi, wanafikiri tu kwamba labda tu naambia kabisa, naambia naomba nitajie majina ya watoto wako. Kwa hiyo una majina ya watoto wao kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Wanaona. Imani ilikuwa na hakika na mambo yatarajiwa bana, mambo sionekana. Na hata katika kwenye kuoa na kuolewa tunamwamini Mungu. Kwa hiyo anza hata kama hayupo. Hasa ile kwenye kuanza kuomba ndio divine connection inakuja. Anasema divine connection ina maana kuna akili ya umungu inakwenda inagusa mtu, na akija kukuambia unasikia amani, utulivu, lakini ulishaanza kumsearch kwenye ulimwengu wake. Kwa hiyo jibu lako, vitu havidumu, watu hawaombi. Chumba ukai hawaombi. Kabla ya kumuona mtu, wanawaona kwanza ndio wanaweza kwanza kuomba. Hakuna hizo biashara. Sasa imani cha kuongezea tu hapo kabla sijaenda kwenye swali lingine. Sasa imani ni kuwa na hakika na mambo ya tarajiwa, ni baada ya mambo yasiyoonekana. Watoto wanaomba mpaka wanataja na majina. Mimi nikaomba nikawa ninataja na vitu fulani vya mke wangu ajaye. Ninataja jina fulani naliona, labda mambo fulani nayaona, lakini ninaomba na ukweli kabisa sina hiyo picha kichwani. Imani ni baina ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo niko sawa. Uko sawa, lakini malizia mapenzi yako yatimizwe. Hapo omba shape, mguu, rangi, muonekano, vyote omba. Majina omba, tunaruhusiwa. Lakini ili uwe salama zaidi, mwambie Baba, hivi navitamani, navitaka kweli, lakini